Mtazamaji wetu wa Eagles Television, ni shuhuda za matendo makuu ya Mungu ambayo anatenda kupitia mtumishi wake Nabii Joshua Makondeko, the Sniper One Flash Aradi. Na embu sikiliza ushuhuda huu. Mwanamke huyu aliyekuwa hapati ujauzito, hashiki mimba kwa miaka mingi, akiwa ameishi na mume wake, lakini alikuwa amezunguka kwa wachungaji, ameenda kwa waganga, ameenda kwa manabii bila mafanikio ya kupata ujauzito. Lakini baada ya kufika hapa madhabahuni na kuonana na Nabii Joshua Makondeko, nabii muuaji, hakika nabii alitoa tu tamko na mama huyu akapokea ujauzito baada ya kukutana na mume wake, na akamzaa mtoto sawasawa na nabii alivyomtabiria, sawasawa na ilivyokuwa haja ya moyo wake. Hebu tukamsikilize mwenyewe mama huyu akiwa anatoa ushuhuda wake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Naitwa Filomena. Filomena, unatokea wapi? Natokea Mpiji Magoe. Wewe habari za nabii muuaji ulizisikia wapi Filomena? Niliangalia kwenye kipindi chake cha TV. Okay. Na ulikuwa na shida gani haswa mpaka ukaamua kufika hapa madhabahuni? Mmoja nilimwangalia, nilivutiwa naye kwa kuwa nilikuwa na matatizo yangu, nilikuja siku ya kwanza nikamkuta nabii hayupo. Nikakaa tena Jumapili nikaja nikamkuta, lakini ile siku nilomkuta nabii hayupo, niliingiwa na imani, nikachota mchanga pale nje, nikaenda nao nyumbani nikamwaga. Nilivyomwaga, mume wangu ni mkorofi sana. Siku nyingine tena ule mchanga nilivyomwaga wakawa tunaona paka nini. Yaani ulivyomwaga ule mchanga ambao uliuchota hapa madhabahuni, yani eneo la kanisa, ukaamini kwamba mchanga huu utakuwa una upako kwa sababu ni wa eneo la kanisani, ukamwaga kwenye eneo la nyumbani. Kikatokea nini ulipomwaga? Paka wanalia kama watoto, kila design ya mlio nje hawaishi. Nikasema mzangu hamna. Yaani baada ya kumwaga ule mchanga uliotoa kanisani kwenye eneo la kanisa, mapaka yakaanza kulia huko nje, milio tofauti tofauti. Ndio. Mtazamaji wetu wa Eagles Television, huo baada ya upako wa udongo uliotoka eneo la madhabahuni, paka wakaanza kulia. Maana yake ni nguvu ya Mungu iliyoingia kwenye ile eneo ya familia yao, ikiwa inashindana na zile nguvu za giza ambao zimekaa zile eneo. Kwa hiyo ina maana kulia kwa haya mapaka, maana yake walikuwa wanapigwa, ilikuwa ni nguvu inatembea, nguvu ya Mungu. Kwa hiyo kilikuwa ni kilio. Hebu tuendelee. Baada ya hiyo milio, nini kiliendelea? Nilikuja tena Jumapili ibadani, tukafanya ibada. Nabii akaniambia uje ofisini. Nikaenda ofisini, nabii akanitabiria. Akaniambia, mwanangu, una tatizo la kutobeba ujauzito na umekaa na mume wako anakusumbua kwa ajili hujabeba ujauzito. Nikamwambia ni kweli baba. Akaniambia, lakini naona majira kama haya utapokea mtoto wa kike. Mimi nilimkatalia baba, nikamwambia baba, mimi mtoto wa kike sitaki, mwanaume anahitaji mtoto wa kiume. Kaniambia hapana, mimi ndio nimeona hivyo, ila kama una imani Mungu atakupa haja ya moyo wako. Nikamwambia sawa baba. Nikaja baba alivyonitabilia, majira kama haya utakuwa umekumbatia katoto kako. Nikaa nahudhuria, nakula keki, matunda, nabeba napeleka nyumbani, nampa mume wangu anakula. Kweli kabla hajafika yale majira aloniambia baba, nikabeba ujauzito. Tena nilibeba ujauzito ndani ya miezi miwili toka nitamkie baba. Mwezi alonitabilia baba, na kweli nilijifungua mwezi ule aliyeniambia baba. Yaani ukajifungua mwezi ule ambao nabii alikutabiria. Na wewe nabii alikwambia anaona mtoto wa kike, lakini wewe ukamuomba mtoto wa kiume. Wewe ulizaa mtoto gani?
Nilizaa wa kike, huyo alonitabilia baba. Alikwambia yeye anaona wa kike. Na kwa hiyo unabii ulitimia kwamba yeye anaona mtoto wa kike na anakupa mtoto wa kike, na ukapokea ujauzito na ukazaa mtoto wa kike kweli? Kweli nilijifungua kweli mtoto wa kike. Na tuambie sasa wewe ulipokea ujauzito baada ya kufika hapa madhabahuni kanisani kwa Nabii Joshua Makondeko, na ujauzito huo uliutafuta kwa muda gani wewe? Mimi ujauzito nilipata ndani ya miezi miwili. Yaani uliupata ndani ya miezi miwili toka kutamkia baba. Wewe ulikuwa umeutafuta ujauzito kwa muda gani bila kupata? Nimeishi miaka 2.5 sibebi ujauzito. Ugomvi ndani ya mwanaume, atuelewani. Lakini nilikuwa na breed mabonge ya damu, ananiambia nilikuwa natoa ujauzito, lakini nikasi kutoa ujauzito na nilikuwa sishiki mimba. Baba alivyonitamkia na kweli akatokea. Yaani kwamba wewe ulikuwa na bleed hapo awali? Ndiyo. Unatoka mabonge tu ya damu? Ndiyo. Na mume wako akawa anasema wewe unatoa mimba? Ndiyo. Kumbe ulikuwa hutoi mimba? Toi mimba, mwenyewe nilikuwa inanishangaza sana ile hali. Wakati unatoa hayo mabonge ya damu ulikuwa unasikia maumivu? Nilikuwa nasikia maumivu, ndio makali. Na haya mabonge ya damu ulikuwa unatoa kila mwezi ama kila kipindi unapoingia kwenye period yako, au ilikuwa inashtukiza tu, au ilikuwa inatoka mfululizo? Ilikuwa mzunguko wangu wa hedhi ndo yanatoka. Kwenye mzunguko wako wa hedhi ndo yanatokea hayo mabonge? Ndiyo. Na kwa hiyo ulipokuja kwa Nabii Muhaji baada ya kukutamkia ile hali ya hedhi yako kutoka kwenye mabonge kwenye siku zako ikawa imekata? Imekata kabisa. Na ikawa uko vizuri? Niko vizuri, nikasisikii tena maumivu makali. Ndo nikakaa, baada ya miezi miwili nikabeba ujauzito kweli. Na tuambie siku ile baada ya Nabii kukutamkia neno na ulivyotoka hapa madhabahuni na ukaenda nyumbani na ukakutana na mmeo kimwili, sasa mkakutana na mmeo mkaweza kula chakula cha usiku. Hebu tuambie utofauti wake wa siku hiyo na siku zingine. Mimi baba alinitamkia, aliniambia majira kama mwezi fulani utapokea ujauzito, lakini mimi nikasijui hiyo, nikaa najiuliza hiyo mimba nitabeba lini, lakini nikaa nimeandika, nilishika unabii. Mwisho wa siku nikaja nikajistuki, baada ya ile miezi 3 nilivyokaa bila ujauzito, nikakaa miezi 2 nikabeba ujauzito kweli. Nataka sasa utuambie mapenzi yako na mume wako ama mahusiano yako na mume wako baada ya wewe kufika hapa kwa Nabii yalikuwaje? Yani yalikuwaje tofauti na hapo awali? Yani baada ya kukutana na Nabii, mapenzi yako na mume wako ama mahusiano, au mnapokuwa mnashiriki chakula cha usiku, yani kulikuwa kuna utofauti na zamani baada ya kukutana na Nabii? Ndiyo, alibadilika pia mwanaume. Mwanaume wangu ni mkorofi na kanisani alikuwa hataki nije, na alikuwa ananipa, ikafikia hatua nilimwambia unabii, nilivyofika tu nikamwambia, akaniambia unawaamini? Nikamwambia mimi naamini, mpaka nimeenda naamini. Akaniambia haya, sisi tutaangalia, je tumechukua daftari mimi na yeye tukahesabu ule mwezi. Manake tukaihesabu mpaka mwezi, majira alinitajia baba majira, mpaka mwezi 12 tutakuwa umekumbatia mtoto wako. Kwa hiyo tukawa tumekaa chini tukapiga hesabu, kwa manake mimba hatukupata jibu kwamba nitabeba mimba mwezi wangapi. Nilivyokaa baada siku nikabeba mimba nilivyokaa miezi 2 na kweli nikashika ujauzito. Na baada ya ujauzito nilikuwa naendelea kuja kwa baba na uzuria ibada, naendelea nyumbani kwenda, maana nimeenda na maji nimemwaga. Siku moja na ujauzito nilipiga mume wangu alipiga paka tena. Paka si ana miguu nyuma na mbele, akampiga ile ya mbele. Asubuhi akaletwa mbibi mmoja, akamleta mjukuu wake kavunjika mkono. Hebu rudia tena. Wakati huo umebeba uzito, paka huyo alitokea wapi?
Sisi pale nyumbani kuna kwa nje. Mimi nilikuwa nilikoleza jiko langu nikatoa nje likole. Nyakati nataka kuenda kulifata ilikuwa mida ya saa 1 usiku. Nataka kutoka nje nikakutana na yule paka. Nilipokutana na yule paka nikachukua fieke nikamuita, maana mimi ni mwoga, nilikuwa ni mwoga sana wa mipaka. Nikamwambia mume wangu naliona lipaka liko hapa, naogopa uje kulichukua jiko. Akaniambia akatoka. Alipotoka alitoka na hasira. Akabahatika kumlenga yule paka. Alipomlenga yule paka akakimbia, lakini alikuwa amempiga. Asubuhi tukaletewa mbibi na mjukuu wake na mama yetu mkubwa na mjukuu wake ndo amevunjika mkono. Amevunjika mkono maana yeye alimpiga miguu ya mbele. Alipiga miguu ya mbele. Kwa hiyo akumbe yule paka alivunjika mkono. Alivunjika mkono ndiye. Sasa yule bibi alivyomleta mjukuu wake amevunjika mkono, yeye alisemaje? Si kwa sababu tuna ndugu naye, alikuja akaja kudanganya. Mume wangu alikuwa ashadamka ameenda kazini. Alivyokuja kanikuta mimi, kaniuliza mume wako yupo? Nikamwambia hayupo, ameenda kazini. Akaniambia ameenda kazini. Mjukuu wangu jana alidondoka, amevunjika mkono. Nikamwambia ulikuwa unasemaje? Nilikuja kumwambia baba mjomba wake aje ampe hela aende hospitali, na nikamwambia hayupo, kaenda kazini. Akaniambia haya. Yule bibi akaondoka, akasema nitarudi. Mimi nikamtumia mume wangu message, nikamwambia mamako mkubwa kamleta mjukuu wake hapa amevunjika mkono, usije akakupigia simu ukamtumia hela yako yenyewe itakuja kuzuru. Yule paka tuliyempiga sio paka, alikuwa ni yule mtoto. Akaniambia sawa. Basi ndio hivyo, nikawa nimeendelea vizuri. Baba naye baba kiukweli ni baba mwenye upendo. Ni ana shida, si nisemeje, anapokea kila design ya mtu, uwe na hali gani, uwe ni wa aina gani. Hapa huyu ni baba yetu. Wow, na mtazamaji wetu wa Igos Television, umemsikia kwanza hapo awali kama umesikia vizuri, anakuambia alivyokuja kanisani kwa mara ya kwanza, yeye alifika na akubahatika kumuona nabii, lakini kwa imani alichota udongo wa eneo la kanisa, yani madhabahuni. Alichota udongo wa eneo la madhabahuni, akaenda kumwaga pale nyumbani ambapo ni kwa mume wake na mama mkwe anakaa hapo sivyo? Na alivyomwaga mapaka yakalia. Unaona mapaka yakalia sauti mbalimbali. Umeelewa Kumbe mapaka hayo yalikuwa mapaka ya kichawi. Hapo nakwambia nguvu ya Mungu ilikuwa inavutana na nguvu ya giza. Na unasikia tena huyu baada ya kushika ujauzito ameweka jiko lake nje la mkaa, anakoleza. Nimekolea, anataka kwenda kuchukua, akakuta kuna paka. Umeelewa yeye akaogopa, akabidi aite mume wake. Akamwambia bwana, kuko na paka nje. Mume katoka na silaha. Mume akampiga yule paka miguu ya mbele na paka akakimbia. Asubuhi kulipokucha akaja mama yake mkubwa. Mama yake mkubwa wa mume wake huyu, akaja na mjukuu wake. Na mjukuu wake amevunjika mikono. Na mjukuu wake akiwa amevunjika mkono. Wana mama mkubwa wa mume wa huyu. Maana yake tunasema ni mama mkwe wako. Ndiyo mama mkwe mkubwa akaja na mjukuu wake akiwa amevunjika mkono. Anasema nimekuja kwa baba yake mdogo aweze kumpatia hela matibabu, mtoto kavunjika mkono. Kumbe yule paka alipigwa usiku hakuwa paka, bali alikuwa ni yule mtoto ambaye alikuwa sasa ametumwa na yule bibi, ametumwa na bibi yake. Ndiyo. Ametumwa na bibi yake kwa ajili ya kufanyia vituko huyo. Nakumbuka huyu amefunguliwa baada ya kuja kwa nabii Joshua Makondeko. Nakumbuka huyu pia alikuwa anatoka mabonge ya damu na ashiki ujauzito. Na pia baada ya kufika akashika ujauzito na akajifungua. Tuambie siku ya kujifungua kwako ilikuwaje? Ulipata uchungu au ulijifungua katika mazingira gani? Siku ya kujifungua uwezi amini.
Nilienda mkoani. Tuambie tu ulijifunguaje? Nilijifungua nilimtafuta baba. Baba ni namba sawa, lakini nikaipiga nikawa naambiwa namba sio sahihi. Akawa baba sikumpata. Ikabidi nifanyie operation. Nilivyofanyia operation nikafanyia operation vizuri, nimetolewa mtoto vizuri. Nikapelekwa Odini nikawa naumwa tumbo la ajabu. Mara nilihamishwa pia nilipelekwa Tumbi. Niliumwa wiki nzima pale Tumbi. Kama kitu kikaniambia siku moja, kuna namba mbona ya msaidizi wa baba? Nikachukua nikampigia simu, nikamtambulisha. Nikamwambia mimi ni fulani. Nilikuwa naomba namba ya baba, akanitumia namba ya baba. Nikampigia simu, nikampa taarifa. Baba aliniambia kwa nini ulijifungua bila kupiga simu? Nikamwambia baba sikukupata. Kanambia ulifanya kosa. Kwa hiyo unaendelea. Nikamwambia mtoto wa jambo, ila mimi ninaumwa sana tumbo. Baba aliniambia usijali mwanangu, ndo alinitamkea neno kwenye simu. Aliniulizia hali afa kanambia usijali mwanangu. Kuwa na amani, tumbo litapona na hospitali utatoka. Siku ile baba amenitamkia hivyo, nikamwambia sawa baba. Nikakata simu. Siku ile madokta wanapita around, maana ilikuwa ni asubuhi. Nikapata ruksa. Nikaruhusiwa. Kaenda nyumbani. Na ule operation yako ilifutika. Alafu mimi operation wangu ukiangalia kama sina operation. Kama una operation, maana baada ya nabii kutamkwa neno kile kidonda kilikauka. Kilikauka. Mimi kidonda cha mshono wangu kwanza baba alivyonitamkia usijali, sijasumbuka mshono kama sijafanyia operation, natembea vizuri, nafanya mazoezi, mshono ulikauka haraka. Sijai mshono unachelewa kukauka, lakini mimi wangu ulikauka haraka. Ulikauka na ile alama haipo. Ipo kwa mbali, lakini ukiangalia huwezi kuigundua huwezi kugundua kama ni mshono. Unaweza kujua labda ni alama tu, labda kama ulijichana na kitu kidogo tu. Si nabii alifuta? Ile kutamka tu si amefuta? Ndio. Ndio hiyo. Na mtazamaji wetu wa Igos Television, huyo ni Philomena ambaye amepokea muujiza wake wa mtoto haja ya moyo wake ambaye alikuwa ametafuta kwa miaka zaidi ya miaka 2 akiwa na mume wake bila kupata mtoto. Unamwambia nini mtazamaji ambaye anakutazama wakati tunamaliza? Mtazamaji, mimi ninasema kwa baba ana upendo. Baba ni wa wote. Ukiwa una matatizo, ukija kwa baba utoki nalo. Ukija na matatizo kwa baba, urudi na tatizo lako. Tatizo lako unaliacha kwa baba. Uumwe kisukari, uumwe pressure, mtoto amekufa, baba anafufua. Baba ni kiboko ya wachawi. Baba ni baba lao. Baba ni baba wa watoto wote. Kwa baba ukija hapa, urudi na tatizo lako. Asante sana Philomena, na Mungu akubariki na muujiza wako umekuwa permanent. Nakushukuru sana mtazamaji wetu wa Igos Television. Huyo ni Philomena ambaye alikuwa hashiki mimba na ana matatizo kedekede kwenye familia yake. Na unasikia baada ya kufika kwa nabii Mwaji umesikia yote ambayo ametendewa, na nikwambie tu mahali hapa unaruhusiwa kiingia na tatizo lako, lakini uruhusi kutoka nalo. Alikugusa kimakosa atakufa kwa masaisho. Nikukaribishe sana ufike Ubungo Riverside kanisani kwa nabii Joshua Makondeko, Sniper One Flash Radi, nabii anayekuruhusu kuingia na tatizo lako lakini hakuruhusu kutoka nalo. Kwa maelekezo zaidi tafadhali namna ya kufika ni Ubungo Riverside. Ukifika hapo uliza kanisani kwa nabii Mwaji na utafika, ama utupigie kwa namba yetu ya simu ambayo unaiona ipo hapo juu ya TV yako, imeandikwa Counseling and Prayer Line. Na kupenda